It is my pleasure to join you for this beautiful cultural celebration. I thank the County of Turkana County for organizing this magnificent and colorful festival, the Tobong Lore, a celebration of community, identity, and humanity. It is therefore a festival with regional dimensions and benefits, specifically the celebration of our diversity and enhancement of peace in our region. People and peace is enhanced by integration, by accentuating similarities, and this festival is unique in this regard. It strengthens the bonds between various communities and builds a sense of oneness that weakens the impulses of conflict and division. The foundation of our nation's strength and the primary driver of its economic robustness and social coherence is the one asset we have, our people. Kenya and the people of Kenya are not only bold and enterprising go-getters, they are warm, kind, compassionate, and philanthropic. Regardless of where one goes in our country, from Migori to Mandera, Lokichogio to Lamu, Moyale to Magadi, Kenyans bear a shared distinctive character that is unmistakable both to our neighbors or to our friends abroad. At the same time, Kenya is renowned for its ethnic and cultural diversity, with over 45 distinct groups that can be identified through their unique sets of language, tradition, and practices. There is no contradiction whatsoever between our diversity on one hand and the unmistakable shared destiny and identity on the other hand. The free expression of ethnic cultures and identities has enabled the people of Kenya to enjoy the abundant blessings of diversity, and through continuous interaction, convergence upon a robust ethos which defines our modes of social, economic, and cultural expression. In other words, we have a distinct way of not only seeing things, but also of understanding and expressing them as well. It is based on a common identity synthesized from the free and vigorous interactions between and among peoples and their ways of life. Our cultures have enabled us to express our diverse identities and to formulate a unifying national culture that is defined by strong values, including love of freedom, justice, inclusion, unity, as well as faith, courage, and enterprise. They inspired us to fight for freedom and to build a thriving, respected nation of winners. Culture serves as a critical repository of identity, knowledge, skills, and practices, including sustainable solutions to the pressing challenges of our time. Culture also provides inspiration for arts and crafts and the foundation of our creative economy. The Constitution expresses our pride in our ethnic culture and religious diversity, together with our determination to live together in peace and unity as one indivisible sovereign nation called Kenya. In Article 11, the Constitution recognizes culture as the foundation of our nation and the cumulative civilization of the Kenyan people and nation. Therefore, the state is mandated to promote all forms of national and cultural expressions in various forms, including traditional celebrations like this one. I therefore commend the county government of Turkana and my friend Jeremiah
for providing this magnificent opportunity for the people of Turkana, together with their Ateker community, who include the Jie, the Karamoja, the Toposa, Ngamatom, Nyangatom, and the Teso. And of course, an opportunity for the people of Kenya, for our friends in the East African community at large, to take part in the Tobongulore Cultural Festival and to celebrate a wonderful and rich cultural tradition. Archaeologists have determined that the East African savanna was and is the location where the earliest human ancestors evolved. Kenya is recognized by experts of prehistory, including paleontologists, to be the cradle of humankind. Specifically, the Lake Turkana Basin is the site where the oldest remains of our ancestors have been discovered. Here, therefore, is humanity's original home. Tobongulore, welcome home, convenes people who share a common ancestry, customs, tradition, language, and other cultural features to celebrate the unity, vitality, and optimism of their community. It also speaks to the world in general in summoning every person on this planet to remember and honor the home of all human beings. And let me say this. It is the reason why the government of Kenya is exploring possibilities in the very near future, maybe within the next 1 year, of making it possible for citizens of the world from every part of the world to visit Kenya without the requirement of a visa, because it is not fair for anybody to be asked for a visa when they are coming home. This festival is therefore an important platform for the celebration of unity and diversity, promotion of peace and security, advancement of harmony and cohesion, and deepening of regional integration and cooperation through cultural expression. We recognize the contribution of this festival, together with other events and modalities of cultural expression, to our economy. The bottom-up economic transformation agenda identifies the creative economy as well as culture as heritage to be highly promising drivers of transformation and employment creation. And that is why the national government is going to partner with the county government of Turkana. The Ministry of Arts has already provided 25 million shillings to support this cultural facility and make it better for next year's celebration. And it is the same reason why we have facilitated the establishment of a strong institutional framework for the implementation of constitutional mandates under the Article 11 and our commitment under the bottom-up economic transformation agenda. Last week, the Cabinet approved the Culture Bill, while others like the Creative Economy Framework, National Kiswahili Council of Kenya Bill, the Kenya Film Bill, the National Heritage and Museums Bill are currently being developed, discussed by various stakeholders, on its way to Cabinet and further on to Parliament for passage and enactment. At the international level, we have ratified the 1972 UNESCO World Heritage Convention, the 2003 UNESCO Convention on Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, and the 2005 Convention on the Protection and Promotion of Cultural Diversity.
to establish a sound basis for protecting and promoting and reclaiming cultural assets and heritage. We are also in the process of ratifying the UNESCO Convention on the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict, the Convention on the means of prohibiting the illicit export and transfer of ownership of cultural property, and the 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage. Tobong Lore is a local festival, a national event, and a regional celebration, and a call to all humanity to come home and experience the beauty of culture. Tobong Lore is the language spoken at the cradle of humanity, means welcome home. We really mean this, and that is why we have committed to facilitate people all over the world to come home by providing visa-free facilities to everyone coming into our country. We mean business. Welcome home just means that. Welcome home. Tobong Lore. Sijui kama tunawakaribisha wageni wetu kweli. Mumesikia ya kwamba tunabadilisha sera ya serikali ya Kenya kwa sababu ya Turkana County, the cradle of humankind, mahali binadamu wote wametoka. Sasa tumesema duniani kote, wakiwa Marekani, wakiwa Ulaya, wakiwa Australia, wakiwa bara lote la Afrika, wakiwa kule Asia, wakiwa sehemu zote, sasa wote wanakaribishwa nyumbani, na wakifika nyumbani watafika mpaka hapa Turkana. Hiyo Science Park ambayo ilianzwa na mzee wetu Richard Leakey ambaye ametutangulia, tumeweka maanani kama serikali, tutakuja kujenga hiyo Science Park hapa ili wageni wetu wa kutoka duniani kote wakikuja Kenya wakuje mpaka waone mahali binadamu wa kwanza walianzia. Itatusaidia kuongeza watalii watakao kuja Kenya, itatusaidia kuongeza nafasi ya ajira itakayotokana na watalii wengi watatutembelea, itatupatia soko ya chakula zetu ikiwemo ng'ombe zetu na nyama na maziwa, na itatupatia nafasi ya kukuza uchumi wa taifa letu la Kenya. Nataka nimwambie gavana wenu na viongozi wote wa Turkana ya kwamba serikali ya kitaifa tutafanya kazi na serikali ya kaunti ya Turkana kuhakikisha ya kwamba the cradle of humankind, the home of humanity, inakuwa ni mahali ambapo dunia kote watatembea hapa kama vile wanatembea kule Mecca, watakuwa wanatembea hapa Turkana kuja kuona mahali binadamu walianza safari. Nimeona niseme mambo haya ya culture kwa kirefu, na pia hawa ndugu zetu wa kutoka nchi zingine watusikie, kwa sababu ni ya muhimu, na kwa sababu tunataka kuitumia kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya na kupanua nafasi za ajira na kusukuma mambo yetu ya profile ya nchi yetu ya Kenya. Jana nilipata nafasi ya kuongea na viongozi wenu. Niliketi chini pamoja na MCAs jana jioni, niliketi chini na wabunge wenu pamoja na gavana wenu. Na mbali na kutembea katika sherehe hii ya muhimu, pia tumeongea na kupanga mambo ya maendeleo na usalama wa kaunti yetu ya Turkana. Kwanza tumekubaliana ya kwamba ile stima ambayo inatoka Takwel, ambayo tulileta ikafika hapa Lokichar, viongozi wenu wameniuliza hiyo stima ifike hapa Lodwa,
na iende mpaka kule Kalokol, ndio tutoe samaki, tuwe na cold room, tuweze kufanya biashara. Na mimi nimekubali hivi ya kwamba nitatafuta shilingi milioni 800 ya kufanya hiyo kazi, na mutanipatia tu nafasi, kwa sababu kujenga hiyo maneno kutoka huko Lokijar itachukua muda kidogo. Nahitaji 15 months na stima itakuwa inawaka hapa Lodwar Town, alafu nitaisukuma mpaka ifike Kalokol, ndio tuweze kutumia katika biashara yetu ya uvuvi na kupanga uchumi wa sehemu hii. Jambo la pili, tumekubaliana na viongozi wenu ya kwamba kuna barabara ambazo zimekwama. Hizo barabara mimi mwenyewe nilikuja nikaanzisha kutoka hapa Lodwar, ikaenda Lorenkibi, ikaenda Lorgum, inataka iende mpaka boda yetu. Na ile ingine tena nilikuja nikaanzisha ya kutoka kule Lokitang, ilikuwa ije mpaka hapa Kalokol, kilomita karibu 100 na kitu. Hizo barabara zote zimejengwa kidogo kidogo, na ni kwa sababu tuliingiwa na maneno ya, mnajua ile maneno ya salamu ikakuwa mingi, ikakuja na BBI, ikakuja na rege, mambo ikaharibika na uchumi yetu ikazama. So sasa tumepanga tena vizuri, mtanipatia tu nafasi kidogo nipange mambo, alafu nikuje nimalize hizo barabara na zingine ambazo tumekubaliana na viongozi wenu. Vile vile tumekubaliana na viongozi wenu ya kwamba mambo ya matibabu lazima tushughulikie. Tayari hapa kwenu Turkana tumekubaliana na county government ya kwamba tutakuwa na community health promoters. Mimi tayari nimeshatoa milioni 70 ya kununua vifaa ya all the community health promoters in Turkana County. 2,000 na ngapi? Community health promoters how much? Wote 2,300. Tutawapatia vifaa in the next 1 week. Tayari imeletwa, iko hapa Lodwar. Tutawapatia vifaa ya kupima pressure, ya kupima sukari, yale magonjwa madogo madogo, na watakupima ukiwa nyumbani hata kabla hujatoka huko kwenda hospitali. Kwa sababu tunataka mambo ya afya ishughulikiwe kule kijijini, tuone kama tunaweza kutatua matatizo mengi katika kule mashinani, katika vijiji zetu, kwa sababu tunabadilisha mfumo wa afya Kenya. Badala ya kushughulika na kutibu, tunataka kwanza kufanya mpango wa kuzuia magonjwa kabla hayajakuwa ya matatizo kwa wananchi wetu. Kwa hivyo, na nimekubali vile vile kwamba hawa community health promoters mbeleni walikuwa wanaitwa volunteers, walikuwa wanafanya kazi bila ya marupurupu yoyote. Nimekubali ya kwamba nitatoa kila mwaka shilingi milioni 60 kwa Turkana County ya kulipa hawa community health promoters, na gavana wenu ataweka pia pesa za county karibu milioni 60 ya kulipa hawa community health promoters, ndio watusaidie kule vijijini kuzuia mambo ya magonjwa, ndio wananchi wengi wapate nafasi ya kupata matibabu mapema kabla hawajatumia pesa zao nyingi kwa mambo ya mahospitali. Vile vile tumekubaliana na viongozi wenu, wamenieleza mambo ya insecurity. Nyinyi mnajua nilisema hapa North Rift tumekuwa na changamoto kubwa ya wizi wa ng'ombe na matatizo ya kukosekana kwa usalama. Watoto wetu hawasomi, watu wanahangaika, watoto wanakuwa mayatima, kina mama wanakuwa wajane, na matatizo inakuwa mingi. Ni kweli ama si kweli?
Na ndio sababu hiyo nimeongea na hawa viongozi. Tumekubaliana mambo matatu. Ya kwanza, tumekubaliana ya kwamba sub-county ya pale Suguta, sub-county ya Aro na sub-county ya Lokiriama, hizo sub-counties tatu wameniuliza wanataka zianzishwe, na tayari mimi nataka niwaambie watu wa hapa county ya Turkana ya kwamba ndani ya siku 90, 90 days, all those 3 sub-counties will be operational. Ili kutusaidia kusahihisha mambo ya usalama. Waziri Kindiki atakuwa hapa next week kupanga hiyo maneno. Na vile vile jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba wale askari tumelete hapa North Rift wa kushughulika mambo ya usalama, wakora tumewatoa kule Baringo, tumewatoa kule Elgeyo Marakwet. Tunasikia wakora hawa wamehamia hapa Turkana. Hawa wakora ambao tumewafukuza kutoka sehemu nyingine, tunasikia wamehamia hapa Kapedo. Ati iko shida na Dome, ati iko shida Katilia, ati iko shida na Boyetum. Hawa wakora wote mimi nataka nimwambie rais amesema mambo yao ni matatu. Aidha wahame Kenya, ama waende jela, ama wafanye nini? Basi nzuri, mnajua. Na waziri na sio maneno ya mchezo. Hatuwezi kukubali watu wachache waharibu nafasi yetu ya amani ya kujenga uchumi na kupeleka watoto wetu shuleni na kuzalisha chakula, ichukuliwe na watu wajinga wachache wanaotusumbua na mambo ya kuiba ng'ombe na mambo ya kusumbua amani. Kwa hivyo waziri atakuja hapa ili kushughulika na hiyo maneno ya usalama sehemu hii. Na jambo la tatu, tumekubaliana na hawa viongozi wenu kwa mambo ya usalama ni kwamba tuko na mpango tayari. In the next 3 weeks tunakamilisha training ya National Police Reserve ambao watakuja kusaidiana na askari wetu kushughulikia hawa wakora, ili tuhakikisha kwamba kuna usalama katika sehemu hii, mifugo yenu iwe salama, watoto wenu wawe salama, tuweke usalama ndio tuzalishe uchumi wa Turkana na uchumi wa taifa letu la Kenya. Hawa viongozi wenu vile vile wamenieleza kuhusu ndugu zetu ambao wamefungwa jela kule Uganda. Vile mnajua, tayari nilisafiri na nikaongea na rais wa Uganda kwa sababu ya ujirani mwema ambao tuko nao, na rais wa Uganda amekubali tuketi chini tuzungumze ndio tuweze kuwarudisha hawa ndugu zetu nyumbani. Kuna mambo yanayoendelea saa hizi kati ya watu wetu wa usalama na watu wa Uganda wa usalama, ili tutafute namna hata kutumia desturi na mila yetu kuhakikisha kwamba tunaweka mambo ya msamaha, tunamalizana na hiyo maneno ili ndugu zetu warudi nyumbani, lakini vile vile tuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha ndio watu wetu wasio wanahama kwenda nchi zingine wanapata matatizo. Tumekubaliana pia na viongozi wenu ya kwamba mambo ya water pans na water dams hapa Kenya, tuhakikisha kwamba tutaweka walinda usalama wa kutosha pale mpakani, na vile vile tuwe na mabwawa ya maji ili wananchi wetu wasiwe wanahangaika kwenda kutafuta maji katika nchi zingine, tuwe na maji yetu ya hapa nyumbani. Tayari katika baraza letu la mawaziri Ijumaa kesho tunapitisha mambo ya social dams, ikiwemo dam ya Lowat hapa chini na ikiwemo dams zingine 3
ambazo zitasaidia katika mpaka yetu na Uganda na mpaka yetu na watu wa South Sudan ambao ni marafiki zetu. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mashule ambayo yamefungwa ama yameharibika, tutaweka pesa ya serikali kuzitengeneza na kuzianzisha rasmi. Mwaka huu peke yake tumeajiri waalimu 820 hapa Turkana County. Hawa waalimu wapya, kama watoto hawako shuleni, itakuwa ni kazi bure tumefanya, si ni kweli? So tunataka tuhakikisha kwamba watoto wetu are in school so that the teachers can teach our children, because we do not want any child in Kenya to be left behind as we move forward with the education of the children of our nation. Vile vile tumekubaliana na viongozi wenu, vile mlisema kuna Lomidat, mambo ya KMC, nitatuma KMC pale mahali kuna kichinjio ama abattoir. I am going to instruct KMC to take it over and to operationalize. Ndio tuhakikisha kwamba sehemu hii, na vile vile mahali pale ya Heights and Skin hapa Lodwar, hiyo vile vile nitaishughulikia. Tayari nitatuma waziri akuja hapo aangalie, ndio ajue tutafanya nini, na tukishirikiana na serikali yenu ya county. Vile vile Lake Turkana ambaye ni ziwa kubwa sana yenye iko kwa desert, waziri Mvuria na huyu Kaituko ambaye ni PS wetu nimempeleka kwa hiyo idara, kwa sababu nataka ashughulike na hii Turkana hapa. Hapa Lake Turkana iko na resources nyingi ya chakula, iko na resource kubwa ya utalii, na tunataka kuifungua rasmi. Waziri Mvuria atakuwa hapa in the next 10 days, akuja ashughulike na county hii na viongozi wa hapa, ndio tupange mpango wa Lake Turkana, tuhakikisha kwamba inashughulika na mambo ya maendeleo na kutega uchumi wa sehemu hii. Ndugu zangu watu wa Turkana, mimi nimefurahi sana kufika hapa leo katika sherehe hii ya mila, desturi na utamaduni, sio ya watu wa Turkana peke yao, kwa sababu hapa is the cradle of humankind. So this is not a Turkana celebration. This is not a national celebration. This is a global celebration of humanity, because we are at the cradle of humankind. Mumesikia hata huyu mtu wa kutoka China amesema hata yeye ako nyumbani. Yes, even our friends from China have confirmed that in Turkana they too are at home. So we welcome all citizens of the globe to Turkana County, to the home of humankind, na tushirikiane na mambo yote ya maendeleo. Kwa mambo yenu ya elimu, vile mmesikia na Mwara kisema, hiyo shule yenu ya kufundisha walimu hapa Bishop Mahon hapo, nitawapatia milioni 20 ya kwanza, nione vile itafika. Mkitumia vizuri nitapanga tena, mkiharibu nitakuja na shoka nikate mtu. Kwani mnafikiri mnaweza kutumia pesa ya serikali vibaya alafu nikae tu hivi hivi? Nitakuja na nyundo kubwa sana. Na vile vile nimekubali ya kwamba tayari tuko na Lodwar University, Turkana University hapa. Si namna hiyo? Hiyo university haina charter. Mimi nikikuja hapa mwaka ujao kwa Tobong Lore, mimi nitakuja na charter ya Takwel ama Turkana University. Ndio? Ili kuiweka katika foundation thabiti, iweze kutusaidia katika masomo ya wananchi katika sehemu hii na wananchi kutoka sehemu zingine zote ama kote ya taifa letu la Kenya. So tutakuja hapa tufanye hivyo na tushirikiane tukienda mbele.
Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Ndugu zangu watu wa Lodwar na watu wa Turkana, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Majukumu yangu ni kuhakikisha ya kwamba tunawaunganisha Wakenya wote. Tulifanya siasa mwaka uliopita, tumemaliza, viongozi wamechaguliwa. Sasa ni majukumu yetu sio kupanga mambo ya viongozi tena, lakini kupanga sasa mambo ya wananchi. Vile vijana wetu watapata ajira. Vijana wa Lodwar mko? Vijana wa Turkana mko? Mbona sikii sauti ya vijana wa hapa? Mko mko area? Tumekubaliana na hawa viongozi wenu ya kwamba ni jukumu letu collectively as leaders kupanga mambo ya ajira ya vijana wetu. Hapa Lodwar tunaanza affordable housing. Nyumba 1,000 ya kwanza nitakuja kuanzisha hapa kabla ya Disemba. Na mimi nahitaji vijana 1,500 watakaofanya kazi hiyo. Vijana wa Lodwar mko? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mtafanya kazi ile iko hapo? Ya pili, tumekubaliana na hao wabunge, kila ward tutaweka ICT hub, mahali ambapo tutaleta computers na tutasaidia vijana training na baadaye tuwapatie digital jobs. Mahali utaweza kufanya kazi kutoka Lodwar, unafanya kazi, kampuni iko Marekani, unalipwa na dola na wewe uko hapa nyumbani. Ninyi mnanielewa? Na jambo la tatu, mimi nataka mjipange. Tuko na nafasi ya ajira na nchi zingine nyingi kwa sababu ya professionalism ya wafanyikazi wa Kenya. Kuna nchi nyingi wanasema wako na nafasi ya Wakenya kufanya kazi kule Marekani, kule Ujerumani, kule Canada na sehemu zingine, kule UAE, kule Saudi Arabia, na atupeleki tena ati wale watu wa kufanya kazi ya domestic. Sasa tunapeleka wananchi wako na skills, wako na profession, ndio tuweze kupata ajira ya vijana. Tuko na vijana wengi wamesoma, wako na diploma, wako na degree, wako na certificate. Ni jukumu letu kupanga mambo yao ya ajira. Vijana mnanisikia? So tutashirikiana na hawa viongozi wote, na mimi nimefurahi sana kufika hapa leo. Asanteni sana kwa kunikaribisha. Nimesikia vile viongozi wamesema tutaungana na tutaenda mbele pamoja. Si namna hiyo? Si ndio? Nyinyi mnajua ya kwamba kama mko na rafiki, mimi ndio rafiki yenu. Ama namna gani? Na sasa nyinyi mjipange. Si mnaona hata saa zingine mnakosa kunipigia kura, lakini mimi napita tu. Sasa mbona mnasumbuka kwa sasa mimi kura na napita? Si kwa sababu ya maombi? Mtaniombea? Mtaniongezea kura juu ya maombi ndio tupeleke Kenya mbele pamoja? Hebu nione kwa mikono wale wanasema ni kweli hivyo. Basi mimi nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu. The 2023 Tobong Lore Turkana Cultural and Tourism Festival is officially opened. Thank you very much.